another very big thank you for joining us again. This is episode 5.0. And thank you so much to everybody for always coming back to us. So what is this? This is the team show. And this is where we talk matters business, matters marriage, matters relationships, and matters ministry. Thank you so much. Ya leo nayo ni moto kama kawaida. Sitaki niongee mambo mingi. Wacha niwaintroducie guest wetu leo. Wacha tuanze kwa introduction. Tukianzia na msee wetu huko. Thank you. Mimi naitwa Sheriff wa boda. Napiga hii busy ya boda hapa Macha. Stage yangu nikafoka. Pia nina busy zingine, mood na sound. Yeah. Wewe. So sound hapa kwa my event wewe ndio unaleteanga wase hizo ma speaker nini. Yeah. Wewe hapo sawa. Yeah, alright. DJ Aberi na bado mimi ni msee wa boda, mimi ndio wabeba Macha. Yeah, stage yangu bado nikafoka. Still working kama DJ. Hapo kwa spin. Yeah. Side hustle ni gani? Ni DJ ama ni bike? Bike ndio side hustle. Bike ndio side hustle? Yeah. So DJ ndio inakujenga kukujenga. DJ ndio inanijenga man. Thank you so much. Sasa hapa ndio tutaambiwa masiri zote. Unajua watu ndio wanakuanga na siri zote za mafamilia. Nasikianga ukitaka kujua stories za Manu, kuna jamaa anatumanga wanduthi, hebu enda uongee na huyo msee atakupea hiyo story yake ama siri ya Manu. We'll get to know all this from these guys. A very big thank you to everybody who is behind the scenes. Thank you to Resounds Media for doing our sounds, led by Ondiko. Asante sana to Look Media and the whole team behind the scenes. A very big thank you. This has been made possible by Phreatic Aqua Solutions Limited, the leading company when it comes to borehole drilling, borehole equipping, irrigation, mambo ya green energy ama solar energy, and when we talk about swimming pools in Kenya, Africa, and beyond. A very big thank you to Aquafina Crystal Clear. Wale wase mimi ukuambia every day they supply us with drinking water. Ukiwa na ofisi ama pale nyumbani you need drinking water, these are the right people to contact. Karibuni sana. Sheriff. Yes. Masiri zetu utatuambia lini? Sasa wanduthi kila msee anasemanga ukitaka kujua story ya Manu uliza Sheriff ndiye anamtumanga, anajua kila kitu. Story tunazo, siri tunazo. Mtatupea lini hizo story? Kisha nikanja mimi na kuchukua zote bwana. Bora atoe kitu. Bora nitoe kitu. Bora tu kitu. Kwani hiyo server ni pesa ngapi? Tunafungua tu server na pesa kidogo. Anikuulize Sheriff. Hakuna msee ashai kuapproach akakwambia manze mimi niambie siri za udem wangu. Nataka nijue kama nachitiwa ama. Ziko bro. Wamesha kuapproach? Wako. Na sasa ushaipea moja siri? Sasa kuna mzee fulani hapo hivyo. Mimi umbeba ni customer wangu. Na yeye unipigia simu pia anachukua na muendea demu yake. So dem ama madem? Demu yake sasa. Unajua kuna ule mmoja specific. Kuna ule main. Sasa wenye anaishi naye kwa nyumba. Kwa like sasa ameenda na day fulani ameenda mtaa. Kwa like manzi yangu amekosa boda, hebu kimbia umchukue. Na kabla jakata kaniambia niaje bro. Na uniambia naenda wapi? Allah. Sami huyo teketeke. Kaenda nikachukua mdem. Si unajua mimi niko job. Wewe uko wera. Nikafika hata namba huyo dem sina. Kamwambia bro pigia wife mwambie akam basi. Mimi teketeke. Kamfikisha. Mali mtolea akaniambia ukiulizwa usiseme nimeenda wapi, sema nimeenda sokoni. Walai. Na ulisema ukweli kwa jamaa ama ulimdanganya? Mimi jamaa nikampigia, akamwambia nimemfikisha sokoni. Na mimi nikajipea shughuli. Kwani dem alikujenga? Alikuwa amekujenga ndio usiseme ukweli dem. Sisi alinilipa fiti bana. Alikulipa fiti? Si ndio? Sheriff, so wewe ukipewa do ndio kusema kwa maisha yako. Bana jo. Tunajua hii serikali tuko jo. Hapana. Abedi. Wacha nikuulize swali. Hebu uliza. Wase wao wanasema nyinyi huwa mnagongea wase sana. Hii story ya ukweli. Hii kugongewa Kenya ni constant. Lazima ugongewe. Ndio. Ugongewa? Ushaijipata kwa hiyo situation? Mimi nilijipata lakini
kuna vile naongopa. Bedi sema tu kweli ulipita na kitu ya mtu. Sasa bora ijaandikwa ni yake. So niko zile za like huyo jamaa ajui mambo. Alafu mtu wake anataka hii na hii na hii. Ni vile tu niliongopa. Lakini sasa nikuulize. Hebu uliza. Sasa wengi ni wao wanakuapproach ama wewe bado unajipatanga umeona umsema zeniki hii kitu imeiva bana. Hata si hivyo. Vile umembeba na nduthi hivi. Unampeleka pole pole. Kwanza wanapenda kuwashika hivi. Unasikiangaje ukishikwa hivi? Manu. Kuna kitu hujui about Osewa Nduthi. Ni handsome. Handsome. Bas. Very handsome. Sio unaona huyu? Unioni? Osewa Nduthi ni handsome. Very very handsome guys. So kwanza mama ni vile available. Sasa wengi wetu hata tunaingia tu kwa trap bila kujua. Juu ya appearance. Piga look fiti. Lakini si wanasemanga kuoga pia inawasumbuanga. Wewe. Sisi unaona aje? Mimi sijui, labda ni vile ni show leo, lakini baby wanasemanga seba na jasho. Hawaogi. Lakini kuna wengine hawaogangi. Kusema tu kweli. Bedha for instance, unakuja unabeba customer na mko stage moja na jamaa fulani nakwambia, mbona uambiongi ule jamaa aoge? So kuna wasee fulani tu wenye hawapendi. Alafu unajua zile kuvaa makoti mingi. Mzee ndio amefika home, hajaoga. Kesho yake bado anarauka asubuhi anaingia kwa nduthi hajaoga. So pia bike yenyewe haijaoshwa. Ukiangalia hii ni safi. Naye ni mali sasa sijui mniachie iko kama ndio uba yangu. Naye imeng'ara. Sasa bora utuganji. Bora itakuanga hapo. Wewe wase wa nduthi. Wase wa nduthi pia mko mnaoga kidogo. Unaona wase lakini tunaoganga man. Sawa lakini tunaoga. Unaona vile wase wameng'ara. Ni poa unavaa fiti pia client akipanda kwa nduthi yako ana feel yenyewe manzee huyu msee anuki ile jasho. Of course tunaelewa wanaume ni kajasho. Lakini kidogo at least ukipiga ka spray kako nguo after every 1-2 days unaifua pale. Clients wako watakuwa wanavutiwa na wewe. Abedi acha nikuuliza conversation fulani yenye amtaka nikuambie ukweli. Nikikupigia simu mbona huwezi niambia ukweli mahali huko? Unajua kuna ile time unapatanga utaki kuacha hizo doo iende. Kama mtu mwingine amenipigia asubuhi. Mimi huyo anakuja saa hiyo ndio. Nakuja saa hiyo. Alafu saa hiyo bado ndio na brush meno. Kufika kwa gate na kukumbuka kuku sijafungia. Lazima nirudi tena teke. Nifungie ndio niende nichukue hizo doo. Ananipigia uko wapi? Niko hapa kwa bridge nakuja. Saa hiyo ndio nafungua gate. Nayo nikishika barabara hivi. Si unataka kwanza vile mna flying, si utajua kwa barabara. Mbona si uniambie tu manze yenyewe niko place fulani but nipe 10 minutes. Sasa nikikwambia 10 minutes unaniambia unaharakisha. Ama do itaenda. Hiyo do itaenda. So what we need tunataka to save pande zote. Pale huko usave na bado mali unaenda usave. Bas. Juu ukiacha kijani kama huja save hapo utaacha upate hakuna kitu. Na uende mali unaenda upate hakuna kitu. Bado imeenda. Sheriff. Umeoa. Mimi bado sijaoa. Lakini kuna msee nyumbani. Kuna mtu bana. Kuna mtu. Sasa. Kuna ule client wako favorite. Najua ako sangi. Kwanza hata akinipigia simu lazima kuita zile majina. Au ukue kwanza umenipigia mimi nakwambia nimeshikana. Acha kwanza nikimbilie huyo. Sasa. Ushaikuwa na conflict yako na demu yako that mbona udemu unashindanga ukimbeba? Mbona ni wewe tu unambebanga? Kwani wewe ndio uko stage peke yako? Hiyo ni kama daily life yangu. Na hizo ni vitu zi wape. Yeah. Sasa situation kama hiyo unasotaje? Sasa unajua vitu kama hizo zinatakanga ukiwa na simu mbili. Moja ya kazi na hii nyingine. Moja. Mzee wa Nduthi unatoa wapi simu mbili? Kwani unadoa aje? Hii job inalipa. Inado. Lakini simu ya pili si simu expensive.
Inakuwa Bora simu ni mbili. Kadunda. Bora simu ni mbili. Inakuwa kadunde. Kadunda. So kuna simu ya Clans. Kabunde. Na simu ya mama. Hii kabunde sasa hii. Hiyo ndio. Best. Hii ndio job bana. Unaonanga wazee wa nduki tunapenda kukaseti hapa. Wakati uko road uko like na kam. Sasa hii ndio inakuwa the best. Juu ina stress. So sasa mimi mdemo akikukall usiku saa 6. Kwanga nimemwandika. Uko na demo wako hapo. Sasa akicall kabunde unapata nimeandika customer. Kama ni dem nimeandika na jina yake customer. So jina ya dem alafu mbele customer. Naanza na customer. Lazima nianze na customer. Na wote ni customer kweli? Hata kama wengine naandika tu customer. Ndo lakini bado inakuwa na ngori bana. Juu ako like huwezi nipigia simu za 9 unaniambia eti nikukamie. Na mimi nafunganga dem anajua, manzi yangu anajua nafunganga job saa 3 saa 2. Unajua hapo kuna ngori. So ngori hutokea. Lakini unamueleza tu, unamwambia ni customer, labda alikuwa amepatwa na emergency anataka umrush hosi ama umpeleke tu base fulani. So lazima understand. Na ushaiambiwa weke simu loudspeaker nisikie. Si ndio? Kwanza hii kabunde inakuwa na loudspeaker nyingine hapo nikaa. Na hujawahi patikana? Ulidhani wewe anakupigia story ya customer na akamwaga mtama. Kuna day fulani tu nilipatikana. Basi unajua watu ni kudekeza tu kidogo, kanatulia. Allah. Unamwambia yeye ilikuwa ni yana nitaka. Huyu hata anapiganga hizo jokes. Kwanza ananilipa vizuri. Ndio maana nimekuja na nyama. Unamuuliza vizuri. Babe, kuna kitu ushaikosa? Hakuna. Basi unaona, si mimi naongeleanga na customer vizuri. Lazima utumie lugha ya customer pale umuongeleshe ndio job itokee. Ndio itokee. Juu sasa sio wazee wote mtu anatoka home anaenda job ya boda anasimama hapo. Unajua kuna wale customers wako. Ukipata kama 5 within 2 hours hiyo ni punch. Na kuna mzee amekuja hapo asubuhi. Amekuja hapo kutoka asubuhi hana customer. Sasa for example mzee mpya kwa hii biz. Unajua customer hakujui. Tuseme hii biz ya boda mzee utaka mtu anajua. Juu hata customer zingine usikia ni stressful kwenda kushinda akikwambia twende hivi. Anataka mtu anajua mahali anaenda. Anajua mimi nikikwambia tunaenda home, tunaenda home. Ana relax. Na anakuaminia. Abedi. Umeoa? Mimi nimeoa. Unafikanga nyumbani saa ngapi? Uko na time yako ya kwenda home ati wife anajua una work between this time na hii time. So unafikanga home saa ngapi? Bibi yangu anajua kutoka ni saa 2. Saa 2 jioni. Kurudi ni saa 2. Lakini before saa 2 unatoka saa 2 asubuhi na ni saa 2 jioni. Lakini before saa 2 ifike, like hiyo saa 2 nafaa kuacha food yake ya kesho. Ndio upate bibi hajaniuliza mambo na food. Wewe unaacha umemsort so asishinde akipiga simu kitu fulani hakuna nini. Na ushaichelewa? Kuna time nilichelewa. Ilitokea ngori? Ilikuwa kwa mama wako? Ilikuwa gori. Unajua sasa hujaifikisha saa 6 na unaenda home saa 6 na sio weekend. Hapo ni ngori. Ilikuwaje hiyo situation? Hiyo situation alafu vile ameniuliza niko wapi, mtu anakola na ananiuliza umefika? Hiyo ndio goli, hapo ndio mambo iliharibika. Pata ukicheat. Nayo kucheat mwanaume ni lazima. Kwani wewe wanga ucheat? Nitacheat aje? Sina do ya kucheat. Nasikianga kucheat ni do. Wapi? Kwa kucheat sio do. Kucheat sio do. Bro vile ulicheat. Kucheat ni lugha. Kucheat ni lugha bro. Tembeza tu lugha. Kidogo tu. Unamwambia vile uko na ndudhi 10 hapa kwa barabara. Unaona tu mtu anajua uko na wife. Lazima umwambie uko na wife. Uko na wife. Ndio sasa uende nje. So unaambia dem, manze mimi nimeoa, lakini bado anaingia box yako. Mimi nimeoa. Unajua mademo wapendi watu hawajaoa.
Rondiko. Rondiko, ati mademo wapendi watu. Watu wanapenda wenye wameoa. Wanapenda wenye wameoa. Kwa nini? Juu mwenye ameoa anajua responsibilities. Wako responsible. Yeah. Manu. Hii story ya kucheat. Okay. Madem sana dem ukimwambia twende out, ana expecting umtumie Uber. Yeye unamwambia ndakuja nikupika. Unatokea na machine. Maria vizuri tu unaenda unaipiga kawa vizuri na unaambia mtu piga hadi ka spray kiasi. Mashini imekama imeng'ara. Bana, halafu unaipiga tu ma spotlight zako kiasi na kinyambi kama iko na. Madem upenda hizi kinyambi ni nini? Wewe kinyambi kwa bike ni. Mimi najua exhaust. Mimi ni exhaust ya kawaida ama kama hizo za Subaru. Hiyo kitu mnaekanga nini? Ni exhaust special unanunua ama ni kitu unaweka kwa hiyo exhaust? Unaenda unanunua. Mbona mnapenda hiyo kitu? Mnapendanga juu inachatisha. Nikipita unajua ni sheriff bana. Na niulize, usikiangi ni kama umetoka kwa kisiagi hiyo sauti? Tushazoea bana. Unafunga muziki. Kwanza hata tushazoea, alafu unaipiga ngoma tu fit. Naeka ufa hapo. Ma love songs na marege. Kwanza watu wanduthi wanapenda reggae. Alafu sauti inawekwa volume mwisho bana na bass. Bedha hii job yetu iko interesting sana. Unajua tuko na do kuliko mtu wa kokofe. Acha wapi? Mtoe do wapi? Wewe niambie mtu amekaa kwa ofisi analipwa 10,000 per month. Kwa siku amefanyia unapatanga 10,000 kutoka kwa nini? Kwanza relax. Msee ameandikwa kwa ofe. Anaenda na 10k per month. Per day mnajua amefanyia 300. Kwa nduthi tu msee anapata 1k per day. Acha mchezo. Hata 1k ni kidogo. Aje sasa. Kwani sasa for example acha nikupe. Kwani nduthi iko na doa? Acha nikwambie. Wewe ni msee wa nduthi sawa? Umeamka tuseme 5. Kwa na watoi kama 6 wakupeleka shule na unalipwa weekend. Au wakiwa 6 peke yake weekend pewa 6,000. Kila mmoja dhao. Haya wapeleke kutoka saa ngapi? Kutoka 5 hadi 6. From 7 pata wale watu wanakimbia rush ya ofisi. Job ni wanaanza kupigia simu. By saa ngapi? Saa 3. Tuseme uko na around 600. Yaani saa 3 Saa 3 uko na 600 my friend. Sasa hiyo sita ni profit ushaeka ngata. Ngata iko. Singata ulieka jana ndo uraukie watoi. Sasa umepata 6. Job ikuje ipotee kiasi. Watu sio mchana watu wameingia kazi nini. Saa 5 job ijipe tena. Upate tuseme 4. Ile mafuta ulieka endo refill tuseme rwabe tena. Ukiweka rwabe enda trip kaa ngapi hivi? 3. Hiyo ni 6 ingine. Hiyo ni hebu ngoja. For example ukiweka mafuta ya rwabe inakujenga pesa ngapi? Rwabe inakupea 6. 200 inakupea 6. Lakini ina depend na bike. Na venye unaifinya pia. Na vile unashika hiyo mafuta. 6 kutoka kwa 2. Si ndio? Sasa ukiweka punch hata una relax. Usiweke hata mafuta tena. Hiyo siku imeisha hivyo. Si ndio? Ama tuseme for example jamaa amekuja amekwambia ni aje bro. Hata unifikishe Nairobi na nduthi juu ya jam sitamake kwenda na gari. Ngoja. Kuna msee unamtoanga hapa for example macha unampeleka tao. Si ndio? Kutoka Macha hadi Nairobi. Teke sana. Kwanza hata ndo rahisi. Unachukua like hapa ni dakika ngapi kutoka Macha hadi tao? 40 minutes. For example mimi kuna client ilikuja. Ilikuwa kitu 4:30 am. PM. Majioni. Akaniambia ni aje. Mimi nataka ni drop Nairobi. Ndakupiga ngatana nikupe 3,000. Kamwambia fiti. Nikamwambia wewe nisetie ngapi? Dhao. Ya ngataa alafu unipe hiyo 3k. Hii bike yenyewe hata iwezi maliza hiyo dhao. Itakunywa 4 tu kwenda Nairobi. Kwenda Nairobi na kurudi. 400. Lakini kuna watu wengine tunaguzanga tunasema
when the deal is too good, Think twice. Kuna msee anaweza kuja hivi, sijai muona, nataka unipeleke tao msee Nairobi, enda kujenga tao kama tao 3 na nikuwekea mafuta. Naona hapa bike nimeuza 4K. Hii bike inaenda kuibiwa. Unaweza mfikisha hivi, mpatane na wengine wa deadly sana, ugongo usahau bike. So watu wengine tuna prefer kwenda zile short mali tumezoea kama ule client ni client wako kama ni machana toka machana enda Kafoka, kutoka Kafoka ordinary verse hivyo. Yeah, so ukipata hizi deal kubwa kwanza kama niwe na beba peke yako lazima nibebe msee wangu wa nduthi hapo nyuma. So kama ni hizo mtu ujui utamwambia acha naenda na beshte yangu. Acha nichukue beshte yangu hapa na yeye ni mganje kakitu na nimbebe na bike yangu. So mko na do hivyo wazee wa nduthi bana, lakini tuko disciplined. Hii sector yetu tuko disciplined. Ndio unaonanga tuko kimoja hivi. Ile kimoja mnakoanga nayo ni wakati mzee amekosea hapo anakuja kulimwa mangumi. Bana, tuko hapo hata kama ako makosa lazima tumtetee kiasi. Iko wase wa nduthi mostly wa macha. Tuko united na tuko kimoja. Atu support ati msee ameiba kitu. Hata kama wewe ni wa nduthi, wewe tukupate umeiba, unanyoroshwa. Lakini kwanza huwa mnanyorosha mwenye ameibiwa ndio mkumbuke. Ameiba. Nyinyi huwa mnafanya hivyo. Kwanza historia ya gari. Msee wa nduthi amekuja amelima msee wa gari. Tuseme msee wa nduthi of course because yeye ndiye body sasa. Amelima chini ati amekwaruzwa nini madamu inatoka. Nyinyi mnafikanga kwanza mnagonga hiyo gari, alafu sasa ndio muanze kusema ndiye aligongana, sijui nini after mmeshalima mjamaa wa gari. Hivyo ndio mnafanyanga. So nyinyi mteteangi raia, mnatetea msee wa nduthi. Siku hizi tunatetea mpaka raia. After mnamtetea after tumesolve ile. After mmepiga hiyo gari yake. Acha nikwambie. So badala ukikosa kutetea best yako, kuna venye watu wa gari za zingine utubeba ufala. Wanatuona hii bike tu ni kama baiskeli. So ni kama haipaswi kuwa kwa barabara. Unaweza pata msendo alikuwa makosa. Sasa tuseme uko mbele yangu uko na gari na umepiga tu emergency na mimi niko hapo tu nyuma yako. Lakini kuna ile distance unafaa kukeep between wewe na msee wa gari. Wengine hapa kwa barabara wanakuwa kiburi bana. Lakini nyinyi kwanza mnapenda kupita wrong side sana. Mnafaa kuovertake lakini nyinyi mnapitanga hii. Sasa nisipokuona na maybe nimepatwa na kitu huku gari inatoka mimi narusha gari huko. Hiyo ni makosa ya nani? Ni makosa yenu wazee wa nduthi. Mbona hampendi kufuata rules? Sisi hatunanga makosa. Wanga hatukosei. Sisi hufuata rules ba. Rules gani? Sasa ukipita wrong side hiyo ni kufuata rule aje? Sisi hufuata rules. Kwa overlap si kumaanisha eti hatufuati rules. Kama hujatoa indicator ukitoka na wewe ni wa gari, lazima unyoroshwe. Sasa mbona hajatumia side mirror? Lakini si mtu anajua huku hakuna mtu wako hii side. Sasa nyinyi mmeovertake huku na mimi labda gari fulani ilikuwa ina overtake mimi naiondokea huku. Na wewe umeshaingia. Sio ni makosa. Hamnanga makosa hapo aje. Hakuna makosa hapo. Nduthi yezi simama kwa jam. Sisi keep time. Sasa mmevunja rules. Mmevunja law. Lakini nyinyi mnasema hakuna makosa aje. Kwani rule ya barabara inasema aje kuovertake? Abedi. Unatoa indicator. Rule ya kwanza unatoa indicator hata kama ni left ama right. Always keep left. Always keep left. Yeah. So watu wa nduthi pia sisi tumesoma. Kuna si kusoma gani. Unajua watu wengi wenye wameenda driving ni wa nduthi wewe. Hakuna mnanga license. Nani alisema? Ziko. Hakuna. Mmesoma wapi? Watu wa nduthi inasemekananga masomo kiasi hakuna. Tumesoma. Kama kuna watu wamesoma ni certificate tumejaza kwa nyumba hivi. Makazi ndio hakuna. Wewe umeona ile line watu walikuwa wanapanga waende majuu vile walikuwa wametoa certificate mingi. Walijaa. By the way walikam. Unapata amejaza hivi fine. Na si tulikuwa hapo. Si ilikuwa hapa school for the blind. Hii ilikuwa Mutua. Ulienda hiyo kitu? Mimi nilienda na sat zangu bro. Watu tunapewa kila kitu. Sasa tunajua hii Kenya lazima connection ba. Ngoja, hiyo kitu inahitaji connection. Si ndio? Kama hujatumwa na mtu hapa ni ngumu. Mimi nakwambia usiseme watu hawajasoma. Graduate wa universities
mtu amefanya medical kama mimi. Ngoja. Umesoma mambo ya medicine? Yeah. Usicheze. Na kazi ikakosa kujipa, nikaingia mambo na nduthi na mambo na DJ. Ala. Umesoma mambo ya daktari? Ala. Pia huyo amefanya kozi nyingine yake deadly sana. Nimefanya plant operator. Bro, mimi nakusukumia ile mashini kubwa kubwa nikikutengenezea barabara fiti. So waache kusema watu wa nduthi hawajasoma. Tumesoma. Ni vile tu kazi hakuna. Kazi yenyewe lakini kitu imenishangaza. Yaani mko na do kuliko watu wako kwa ofisi manze. Unatengeneza tao a day. Hata thao ni kidogo. Si nimekwambia tu unaweza tengeneza 3k per day. So ukifanya hiyo mahesabu. Sasa for example, acha kuniambia basi ati madem ni mistari. Madem sio mistari, ni do. Hapana. Ni do. Nimekuambia ni mistari na appearance. Cheki kwanza vile umeng'ara. Hii ni mbaya hii. Si unaicheki. Sasa hiyo ni kiatu gani? Hii ni ya nduthi tu. Yaani hiyo ni ya job peke yake. Ni ya job. Kuna zile za kuingia madate nini. Mimi ukipatana na mimi weekend, hata uwezi niita mse wa nduthi bro. Hata uwezi taka nduthi kukaribia anyway. Acha hivyo, mimi nayachanga home. Anaita ingine. Nabebwa kama boss. Mimi ndio mdosi leo. Bana. Story huko. We wase. Na hii tunaichukulia kama job. Umesikia wazee wa nduthi wako na do kuliko wazee wa ofisi? Kina Look Media mnajifanyanga mko na do. Do gani? Kina Ondiko bana kuja uonyeshwe miradi mali. Watu wa nduthi wanasema ati wao wavunjangi law. Ati ku overtake ni anywhere anyhow. Wazee wa nduthi wanasema wao wafanyangi makosa. We are the most disciplined. Hawafanyangi makosa, wanasema they are the most disciplined. Wanajiita maraida. A very big thank you for joining us. Asante sana for always coming back to us. This is the team show where we talk matters behind the boardroom doors, where we talk matters business, matters marriage, matters relationships, and matters ministry. A very big thank you to Ondiko Resounds Media. A very big thank you to Look Media and the whole team behind the scenes. A very big thank you to Phreatic Aqua Solutions Limited. Kama kawaida na kuambianga, these are the best people when it comes to borehole drilling, borehole equipping, irrigation, solar energy, or what we call green energy, now what we call swimming pools in Kenya, Africa, and beyond. A very big thank you to Aquafina Crystal Clear. These are the people who supply us with drinking water in our offices or even in homesteads. In case you need any of their services, you can always contact them at any point. Leo tuko na mariders wase wa nduthi. Hawa wamesema, they're always right. Lakini mimi niko na swali. Uliza. Hii mambo ya nduthi. Kuna msee pale nje anataka kuanza hii busy ya nduthi. Nasikianga kwa ya nduthi ni domob. By the way, nduthi ni pesa ngapi? Kununua? Sasa kununua nduthi lazima ukuwe na 200k. 1,200? Yeah. Ikiwa mpya. 200,000 inaenda? Yeah. Kwanza inaenda immediately. Sasa nikuulize Abedi. 200,000 mnatoanga wapi? Unajua nimekuambia like msewa nduthi ni watu wanakuanga creative. Maybe nilikuwa nimeandikwa in some area ama company na job imekuja imeisha. Nimelipwa allowance yangu. Nikiangalia sina job naweza enda kufanya. Nachukua hii pesa na invest kwa nduthi. Ikuwa inanipea kuna saving inafika 200. Kwani wase usave aje? Kama unapata huyu mse like akona ana do lakini akiangalia anaweza pata kama 50k. Anachukua anaenda anachukua ya credible. Kama loan hivi ni kama credit Yeah.
Ndio akuanja nilipa. Sheriff, kuulize. Yes. Umeenda umechukua hiyo nduthi ya credit. Yes. Lipa umekazana na maybe umefika place manze umeshindwa kuendelea kulipa. Hiyo story huwa mnafanyaje? Ama maybe nduthi imeibiwa ama nini kunaendanga aje? Hiyo story ya nduthi za loan, whether hiyo story uko ingine noma sana. Tuseme for example, umesave kitambo bikes zilikuwa zinapeana na 15,000. Sasa hizi zimepanda. Unaekelea deposit ya 15, alafu hiyo nyingine pole. Daily unaweza likuwa unalipa 400, 300. Daily. Daily. So, tuseme kuna times kwa unapata hakuna job, kumekauka. Sasa nyingine unaenda home na tuseme so 4, so 3. So unapata umepata ile tu ungelipa hiyo. Sasa unasema familia mabike. Unasema familia kwanza. Kesho unarauka unajituma tuseme umepata 7 so. Unasema acha kwanza nilipe hii 3 so kwa bike na 4 so nilipe. Ama unapata sometimes umeenda umechukua bike, sawa? Kwanza hii story uko Angori kama wewe ni uko new kwa hii job. Hujawahi fanya hiyo job tena. Una customers wako. Sasa unapata hiyo kuwa noma sana because saa ingine inatakanga tu ukiwa na customer wako 2-5 hivi. Unajua ukipata hao 5. Hiyo ni sure bet kwa siku hao lazima wanike. Hao 5 ukishawapata. Hiyo kwanza unarushia bike, unarushia loan. Sasa unabaki ukitafutia familia. So hiyo story ya loan pia sometimes inakuwa noma kwa wasee hajazoea hii kazi. Alafu pia uko na challenges ukiwa umechukua hii bike ya loan juu most cases zinakuanga hizi bike za loan zinaibiwa. By the way nimesikia makesi sana story ya bike ya loan manze imeenda. Imeenda. Ama say inakuanga na tracker, si ndio? Ama say kuna vile wana kama kuna vile huwa na connection waambia nduthi fulani iko place fulani. Ama unakuja unapata umekazana umebakisha tuseme like 20k. Umeshindwa kulipa. Hao watu wanakuja wanabeba bike. Unajua ni noma sasa wanateka advantage juu labda umeshinda siku 2 3. Na ulikuwa tuseme tu ulikuwa umebakisha like 20k. Anikuulize. Say loan huwa wanawapea hiyo conversation ya leo sijalipa. Maybe kesho. Kuna kuangana allowance ya maybe siku 2 3 ama ni wewe siku moja ikishindikana wao kupigia simu. Wanakuambia uweke malipo. But unapata wewe uko willing kulipa lakini venye kuko ni noma. Na maybe hiyo siku ya kwanza usipolipa. Hiyo siku ya kwanza hawana issue. Tuseme labda ukimaliza ka wiki hivi. So kuna allowance wanakuangalia wanaweza assume acha leo tuseme labda msee wetu. Ama tuseme for example unakuja unapata situation ya like msee tuseme tu umeenda umepata accident na hiyo bike. Na uko si unajua una hiyo yenyewe huwezi lipa hiyo bike. Na sasa tuseme umepeana report kwa wasee kwanza mimi nimeumia niko wanakupeanga hiyo wanakupeanga hiyo grace period kiasi so kuna ka grace period lakini unaanza upya like kuna venye ufanya unalipa hizi siku zenye huku nini Tunaona sasa ni kitu inajicount. Si ilikuwa inajicount. Unajua obvious ilikuwa inaendelea kujicount kwa system Si unajua obvious ukipewa loan kuna zile agreement. Yes. Zile unasoma hizo ma rules. Ndio ukuje kutia sahihi lazima ukue umeaccept hizo vitu zote ulikuwa. I think for next conversation we need to have msee expert kwa hiyo kitu watu. Sasa yenye uko noma ni uko best. Wewe jipange tu uende uchukue bike yako. Kama unaweza manze jipange chukua bike yako. Hiyo inanga stress bro. Unaweza advise msee achukue bike second hand. Juu sasa kuna msee anasema yenyewe so 2 manze beti. Na msee hapa anasema manze so 2 sita afford lakini naweza pata kama so. Like mimi naona msee kuchukua second hand ina depend na mfuko yako. Unaweza kupata bike second hand, kuna msee anauza si kwa sababu bike iko na shida. Anaweza kuwa ni story. Anauza ndio ajisaidie kwa story moja ama ingine. So ukipata hiyo bike unaweza angukia unaiunda pole. Bora engine ina move. Unajua moving machine inaenda inalete do.
hizo do zina build the machine. So pia kuchukua second hand si mbaya. Si mbaya. Bike ni maintenance. Bike ni maintenance. Yeah. Kama hiyo yako iko na miaka ngapi? Hii yangu sasa inaenda kugonga ya 6. Uongo. Wallahi. Wapi? Hii ni bike mpya. Siangalie FR zilikuwa lini. Nilinunua Ni bike mpya. si mpya. The number plate. Miaka 6. Na imesimama. Kitu ni mwenyewe kutunza. Secret ni nini manze? Maintenance. Na Maintenance. unajua hii iko na maintenance ya juu. Oh, Take hii for specific, example kama hii. Eh. Hii bike after 2 weeks inakunywa oil. Oil ni 550. 2 weeks. After 2 weeks unapeleka service. Oil ni 550. Filter ni hizo ni ngapi? 650. Fundi ni So in short inakula thao ukienda service. Wewe enye mko na do. 2 weeks thao kwa fundi. Thao. Lazima. Junao kia hii unaona hata uwatishe na siku moja inakuwa balaa. Inaweza kukula hata 20k. Kuulize Abedi. Hii bike inafaa kubeba wase wangapi? Authorized. According to the law. Mtu mmoja. According to you. According to me watu wawili. Mbona kuna wase naonanga wamebeba watatu wanne? Hata watano. Wanaweza kubeba watano. Juu maybe wameenda party na gari ni moja. Wenye wanakaa kwa kiti ni wawili au wengine kalia chuma. Bora tu wako juu. Bora wako juu. Sheriff. Yes. Mbona hakuna helmet ya nani ya client? Ya passenger. Hii ukua, lakini unajua kuna wengine wanasema sijawahi ona. Mimi hakuna nduthi nimepanda nikaambiwa ndio hiyo helmet ndio hiyo reflector. Lakini unajua nyinyi customer ndio bado saa zingine mnakuwa na ngori. Unasema huwezi vaa hiyo kitu, ni kubwa. Si hatujazoea unavaa unavia mtu wenyewe ni kubwa lakini for your safety. Lakini wengine hawataki, anakuambia niko sawa. Unajua unani stress pia, ninashinda na bebana nao kama utaki kuvaa. Ama wengine wanasema inanuka. Sijui jaosho imevaliwa na watu wengi. Ulize Sheriff. Sasa msee ameenda ameacquire bike kama hii. Anafaa kuwa na nini ingine ndio aruhusiwe kuingia kwa barabara? First of all, unapaswa kuwa unajua kuendesha bike. So hiyo lazima uende shule. So the best enda shule. So shule unaendanga sasa kusema ni bike peke yake ama? Si unaweza kama umeenda kusoma gari unashikanisha na bike. Na kuna yenye ni specific ya bike? Si iko. Unaenda tu kulipia bike peke yake. Kwa DLs kuna hadi bike hapa. Si ndio inakuanga, I think ndio ya kwanza. Alafu ya pili hiyo B1 gari ndogo. Zote zinakuaga. So wewe kama unataka kuingia hii sekta yetu, kuwa na DL. Kama watu unajipenda na unapenda maisha ya customer wako. Alafu stage pia ulipiwa. Ngoja, hii mashimo mnasemanga mashimo unalipia? Lazima kama Maniso vile za town unaendanga unapata gari za Nairobi. By the way kwa hivyo juu ya security upate tunajuana. Hiyo do inaendanga wapi? Hiyo do inaingia kwa account ya stage. Sasa kila stage mnatengeneza account ama aje? Kila stage unapatanga iko na account yake. Nikuulize. Kwa hiyo stage mko na mkubwa wa hiyo stage ama ni mkubwa wa town ama ni mkubwa wa nini? Kuna chairman wa stage. Wa hiyo stage. Kuna secretary, kuna vice, kuna so hiyo in short ni kama kikundi mmeunda hapo ya hiyo. Siwezi kama mtu ati nabebea anywhere. Sinakwambia tuko organized. Nyewe kweli nimeanza kuona sasa ni mambo ni tofauti. Sio venye watu utuota. Haya sasa so uko kwa stage umelipia. Mnalipanga do ngapi? Ina depend na stage. So kama yenu kafoka. Na range kutoka niliacha ikiwa sasa hii imepanda ni 10. Hata ujui yenyewe wadosi hawajuangi hata wanalipa ngapi. Si unajua mimi niliingia kitambo. Ukalipa hiyo tu do mara moja. Mimi nililipa kidogo lakini napandanga. So hata sasa hata kitu. So hiyo do ya stage ukilipa once ni hivyo. Ukilipa ni hivyo. Hata uende 10 years ukuje usimame hapo hakuna. Bado umelipia. Umelipia. Sasa hii mnalipa ngapi ya bed kuingia hiyo stage? I think ni 5k. 5000. Yes. Hata kuna zingine 10. Hata zingine 10. Ngoja. 1500 stage. Stage kuingia ni 5k.
Wewe unajua kulipa stage Nairobi ni pesa ngapi? 20 ama 50 ya nduthi kuendesha Nairobi. Juu ni business. Wacha nikuulize, Nairobi wewe ushaibeba na nduthi? nishaipe Pesa kidogo ushailipa ni ngapi? 100 na ni hapa na hapa ni hata ni kama mita moja Hata 200 unalipa hata punch. Hebu ngoja tautano kuingia stage. Yeah. Tuseme kama Okay, ni sawa. Hiyo do inaendanga wapi? Hiyo do si stage iko na nini? Iko na account. Ni sawa, do imewekwa kwa account. In case kuwe na any emergency, stage inaketa. Sasa emergency kama gani ya Bedi? Tuseme like kama mimi naweza kuwa mgonjwa. Tuseme nimeenda nimepata accident. Tuseme kama nimepatwa na gori niko polisi. Wanakuja wanaongea na mkubwa wanamwambia iko hivi. Yeah. Tuseme kama umepatikana in a wrong side. So in short, stage inaweza watetea. As in chairman wako anaweza come through ile do iko kwa account kitakana kidogo wanatoa. Lakini isipite hiyo. Isipite ile do yako umeweka hapo. Yeah. 5,000. Hata nakwambia ni kidogo. Kuna hadi 10 mko na do haya. Sasa umelipa stage. Umelipa stage. Unahitaji. Si unaingia tu na bike yako, unaanza kazi. Na unafuata rules. Kila stage inakuwa na rules zake. Ngoja kabla tufike kwa rules. Nikuulize. Sasa mzee akikam na bike, naonanga kuna some stages wako na specific type of bikes. Sasa ama hiyo amuangaliangi sana bike hiyo ni bike ni yako. Bike hiyo hata ukija na zile za stima zile unataka kubeba msee sawa. Hiyo ni yako. Hiyo ni yako. Bora umelipa stage na unafuata rules. Hakuna issue. Hakuna ati sasa hii yako si mpya ifai kwa hii stage. Lakini unajua customer ni anachagua. Sasa huwezi kuja ubebwe na kisigagi na mimi niko na BM. Inakaa kama ukienda hapa country bus. Unachagua Marcos ama unachagua zile. Angalia ile mati ama unachagua zile magari kubwa. Mfuko yako ndio ina depend. Sasa umeingia na bike. Kuna anything else? Rules. Kuna wana rules za stage like lazima usibebe more than the expected. Usibebe watu wawili in short kwenda watatu. Ngoja. As in driver, alafu unaweza beba wawili lakini usiongeze lakini usiongeze watatu. Unajua unaweza kuwa lakini sio mnavunja law. Unaweza kuja na kadem kako nikubebe. Wewe si umevunja law hapo. Hakuna hata traffic inakubalia. Lakini ya law ya Kenya si umevunja. Hiyo ni wao walitengeneza. Hiyo walitengeneza bila kutu involve. Hiyo ni law yes, lakini hawakuwauliza. Juu bike iko na space inaweza beba watu ngapi? Wawili. Kuna kiti iko empty. So hata wao wenyewe wanakuja wakiwa wawili tunawabeba. So si haujavunja law. As long as si watatu hakuna issue. So maximum ni 3 passenger akiwa driver akiwa inclusive. I mean 2 passengers na driver. 2 passengers na driver. Kuna kiti ya driver na watu wawili. Hiyo kiti ni tanga hapo juu ama ni driver na watu wawili. Lakini hizi ni unaona hiyo ni sambaza hiyo. Hii ni boot. Hiyo ni sambaza lakini ni boot. Bike iko na sambaza. Ndio. Na hii ni boot. Mtaje la kwani utaweka vitu ajabu ni kufungilia. Unafungilia juu. Sasa umekuja tuseme umetoka Nairobi. Na umebeba ka shopping. Mimi sitaki uende ukichoka. Umeshika ama nakufungia hapo kwa sambaza hapo. Ndio boot. Hiyo sambaza hiyo. Na watu driver watu wawili na boot. Ama ni aje? Kwa hivyo. Marules umebeba wasee wawili. Na kama umekuja na mtoi. Driver, usiseme mtoi, sema mama. Alafu hii pia ni boot nyingine ya mbele. Naweza wekelea kamzigo hapa mbele. Basi inakusumbua lakini hiyo inatakanga watu skilled. Si ndio uwezi ingia bike tuseme kama uliingia last week na uniambia utabeba watu wawili na wekelea kitu hapa mbele. Tawalambisha chini upate makesi. Ngoja.
Umebeba watu wawili maximum. Rules zingine ni kama gani? Follow traffic rules. You don't follow. Waje wapi? Siku gani? Mimi siona mtawanduzi anafollow. Acha nikwambie hakuna class iko zangi noise maker. Overtake huku left. Sijui mara nini. Mara sijui maoni mingi. Kwanza zile maoni mnaekanga sijui iko ina shout kuliko hata ya nini. Hizi mabasi kubwa. Lakini hakuna class iko zangi noise maker. Lakini ni kama nyinyi wote ni noise maker. Si noise maker. Nimekwambia sasa hiyo nikamkunjia wazee. Hawezi simama hivi kwa red light hivi mpaka i turn green. Si hadi polisi kwanza ya machapo lingoa. Sio zizi ni majenzi. Si nyinyi ni majenzi, kwani majenzi ni kila nani? Sio zigu hatukuwa kazi, tulikuwa maandamano. Mlikuwa mmeenda maandamano kuiba hizo malight. Hii ni kazi. Na hiyo ilikuwa maandamano. Si watu wa Nduthi. Watu wa Nduthi nyinyi hata ndio. Wewe nakwambia we are disciplined. Watu wa Nduthi tunafaa kulinda mji wetu. Unajua tukiharibu ni sisi tumeharibu. Ile tumejaribu. Sinyi mlipita na hiyo malight za hapo. Wapi? Hiyo nayo. Lakini mnajua mali ziko. Hatujui. Sasa tujue aje. Like watu wa Nduthi. Wajua siku hakukuwa na job. Kila mtu alifunga job kuandamana. Watu wa Nduthi hamfungangi job. Hapana. Hakuna. Kwanza mnapenda kukimbizana na like unaona wase wa Nduthi wa macha. Hata ufai kuona msee anaiba kitu na uachane na yeye. Serious. Unafaa kumuonesha this is not the way. Kuna right way to do, si kuiba. Kwanza tukikupata umeiba tunakunyorosha. Vizuri sana. Chamani wetu ni mkali, overall chairman. Overall chairman ni sasa wa town ama hiyo town yote. Machakos. So sasa kuna overall chairman wa machairman wote. Wote msikia? Nasikianga tu kwanza wa tuktuk nasikianga anakuanga na matuktuk. Kwanza wetu ndo mbaya. Huyo hatakangi hiyo. Nakwambia hata politician wakitaka like anything to do support lazima wapite kwa chama. Chairman wetu wapendangi hiyo upuzi. Ati usikie ati mtu wa Nduthi ni yeye ameponyoka na simu ya mtu vile tao anaendanga nazo. Unajulikana. Hiyo bike yako X. Mambo yako wakia huko. Mambo yako hapana. Kama ati tuone ati msee wa Nduthi ndiye anaongo hizo mataa. Aonekane tu. Hiyo hakuna, hiyo yake imeenda sasa. So Machakos boda tuko kwa line. Chamani wetu ni mkali sana. Apendangi hiyo upuzi ya wizi Machakos. Sasa niwaulize. Sasa away from nini mnasaidianga mnakuwa na machama za kutoa doma nini? Kuna hadi sako. Kuna sako ya Sewa Nduthi? Iko. Kwanza hata hiyo inasaidia kuliko uende kwa hizi malon za hizi loan. Sasa hapo unaenda tu unapewa loan na wase wa bike. Kwa hiyo sako ya bike. So in short hata wase wanaweza kubaia bike. Si ndio? Alafu wewe unakuwa unalipa tu do hapo. Lazima ukue member kwanza. Lazima ukue member. Abedi. Na tuseme kama ni kwa ni kwa hiyo sasa kwa reason ya kuwa na hiyo stage cha tuseme umepatikana ngori, tuseme like either umepoteza mzazi ama we come we support. Hapo mko na chama. Abedi nikuulize. Wewe ushaiangusha mzee? Unajua bora umecheka ama hiyo ndio daily life. Hiyo ndio kuamka. Hata unaweza amka tu uanguke tu. Lakini hiyo ya kuangusha mzee, yeye anyungusha mathe fulani. Kila siku ananiambia ese kala kabende kako. Ikati niwe bao. What? Anasema unajua kale kamfupa kangu hapa kaligongwa. Siwezi beba chondo. What? Ibebe. Na sasa situation kama hiyo ikitokea, najua saa nyingine maybe ni barabara mbaya, maybe tu msee amewa cross nini vitu kama hizo. Sasa ikitokea hivyo huwa mnasota utaje hiyo issue. For example client ameumia. Akiumia si unampeleka kwanza OC. Kwanza OC for check up. Hiyo ni do yako ama ni do yako? Hiyo ni do yako. Juu ungeona hiyo ni kitu iko hivi, lazima ungeepuka ama umwambie ashuke kwanza. Unampeleka OC for check up. So hiyo ni mistake yako. Anaangaliwa kama ni treatment, mnasikizana kama mnaweza gawana katikati juu maybe si kupenda kwako.
Yeah, of course huwezi angusha msee ukitaka. Yeah, juu obvious ukiangusha msee pia we utaumia. Unaona? Alafu kile ingine makastoma pia wanaangalia sana like msee wa nduthi like tunaweza anguka mimi niumie zaidi kumliko yeye. Lakini juu amegwarwa kidogo anaona yake ya kuoni. Analeta ngori sana. Analeta gori. Alafu juu obvious uko kwa noma, you need to pretend like hujasikia kitu juu unajua wewe unaweza like enda baadaye OC. Yeah, unaweza jisort baadaye. Lakini huyu mtu kwanza uangushe mama mzee. Amekufanya supermarket. Kila siku unampelekea kitu. So watu wa nduthi tunafaa kuwa so careful. Yeah. Sasa hiyo inakosiwa sana na kubeba watu wawili. No. Lakini unaweza beba msemo mmoja na muanguke. Sheriff, hujaangusha msee? Nishai. Lakini hiyo ilikuwa mko mwanzo nikijifunza bike. So it happened nilikuwa napanda kwa mlima. Nilikuwa na tunduthi unaingia ndani hivi unakaa hivi. Kanaitwa Kaskeigo Kapunda. Sawa kastap. Kanaitwa nini? Kaskeigo ama Kapunda. Ukiendesha unakaaga hivi. So idhani ati mtu utotubike unaona wewe hata wewe ingia hapo. Utakaa wewe ni kamzee. Lakini ukisimama ndo tunajua ndo manu kumbe. Ukinia nani lakini ukisimama ndo wazee wanajua hakuna ni mtu mmoja. So mimi nilikuwa na hao kabike, nilikuwa napanda kwa mlima. So hao kabike unajua gear zake zinaingia alafu neutral inakuanga katikati ya magia. Na sasa hizo nimebeba mnyanye. Ngoja. Mshosho hapo. Neutral inakuanga katikati ya magia. Inakuanga katikati ya 2 na 3. 1 2 3 4 5 neutral ni. Inakuanga katikati hivi. Twende number 1. Turudi sasa ndio twende 2 ama 3. Hivi. So iko hapo katikati. So tuko kwa mlima. Nimebeba nyanya kwa hapo nyuma. Na nimeweka chondoo hapa. Na kapunda. Sasa ilikuwa ngori. Sasa mimi kuchukua kona hivi nikafinya tu. Kumbe nimeweka neutral. Kabaika leo. Sasa nyanya mimi nilimpata kwa mtaro. Alikuwa mlima. Na nilikuwa mlima. Nilitoka nikamwekea chondo hapo. Ukanyorosha. Hata ameumia. Ilikuwa kitambo hata sikuwa kwa stage. So uliona yenyewe hapa sasa wewe hii ni kifo sasa. Umefungwa ndani. Lakini uzuri hakuumia. Hakuumia. Ali roll tu. Inakaa tu ugonge rage kwa barabara. Gonga Range Rover. Sijai lakini niliona msee aligonga. Wewe ukigonga hivi usisimame. Juu rangi yenyewe. Ngoja, si umekosea. Hapana ufai kusimama. Sasa rangi yenyewe tu, round moja tu, undercoat ya hiyo gari ni hii nduthi. Undercoat. So the best thing twende tukiendanga. Hapo si umekuwa mkora. Lakini kuna wengine hukusikiza. Unaweza sasa wewe unamwambia tu wenyewe manze, mimi hata ukinifanyia nini, hata tukiuza hii nduthi. Si unanyenyekea tu unaomba msamaha. Wewe ugonge wewe ni usimame. Unanyenyekea manze. Lakini unajua mistake imetokea. Si unajuanga kama mabozi wakishafanya accident wanajua tu traffic. Hata hawezi kupea chance hata kidogo ujieleze. Unajua ukienda pale bado ni do. Tuseme una kakitu utafanya aje? Uuze kicheka. So ndo unasikianga za zingine una hit and run. Hit and run. Za zingine for your safety. Na sasa ukibambwa maybe baadaye waone msee labda alikupiga picha ama nini ka video CCTV ilikucheki. Si afadhali tu ungesimama tu msovi kitu alafu. Lakini wengine uko anoma. Lakini wengine wanakusikiza, wengine ngoja. Na mbona vile nyinyi mkigongwa na hizo magari kubwa hata mnajifanyanga ni mmekufa? Walikuwa wanataka kuniua ndio mtobokewe vizuri. Si hivyo. Unajua kwa hii bike ukiwa kwa road usiwahi kukumia mwenzako. Juu next ni nini itakuwapenia. True. So
Wewe ukinigonga ni sawa, mimi ndakwambia hii tuseme kama hii indicator yangu inatoka Wanchwani. Wewe nipe so ndatafuta nini? 50. Uongo. Sinakwambia ukweli. Nakwambia reality. Uongo. Ai. Kwanza mnagonga hiyo Range Rover, mnapasua mataa nini. Sasa unajua ni Range Rover. Imagine kwanza mnakuja kama mtu wa matatu anagonga anaponyoka. Anakimbia wewe na nduthi hapa. Lakini sasa huyo wareja akinigonga unamwambia wewe ni pesa macho tu. Unajua za macho hawezi kupea so. Juu anaona indicator ya nduthi yenyewe. Ukimuuliza kwa shop anaweza kombea na taa yake ya nyuma ama ya mbele. Anadhani hiyo kitu ni kama 100,000. Nakujenga tuka kitu poa. Lakini mimi nimwambie nigonge yake na niambie niangalie nini. So indicator. Hauna otherwise. Ushaibeba client akakosa kukulipa. Acha nikwambie, nikupea an example. Sana madem. Si ndio, hizo ni vitu zi happen in daily life. Sasa kwanza dem akiona mmeanza kuzoeana sana atamwambia leo hata usinibebe free. Kuna wale mkishafika ndo anakuambia manzee. Isha ni happen hiyo story. Lakini iliniapenia ya mama alikuwa na mtoi. So huyu mama amekuja amenisimamisha. Mimi anajua tu stage yake kawaida ni so. So ako like ananiambia, "Si utanibeba unifikishe home?" Nikamwambia ni sawa, akapanda. So mimi kufika ndo ananiambia, "Haki sina pesa, nimetoka hospitali." Na mmeshafika sasa hiyo. Mmeshafika. Sasa hiyo bike hata nilikuwa nimeweka nilikuwa nangoja nipeleke hiyo round moja ndo nikaongeze ngata. Sasa niko like, huyu mama mbona hajaniambia kabla hajapanda? Juu ako hivi mimi nikaona juu ya mtoi acha tu ni sare hiyo story na mimi niishie. Sasa uzuri naye God nikirudi akanipea mteja mwingine wa so. Ulimsamea? Nilimsamea. Roho safi ama ile? Roho safi, lakini baadaye nikapatana naye, alikuja tu stage. Kaniambia ile siku uliniokolea, wewe shika hii Wanchwani. Nikajua ni fine. Na ushaibeba mlevi alafu ukapata anado. Kwanza hata anafika anakuambia umemuibia. Sasa mtu ana kitu. Si ndio? Na huwa mna balance aje mlevi juu sasa ama anakushika kama dem? Anakushika ile diga. Anakufix. Hapo na ikanga hivi. Hapo na unakazo hii kitambi vizuri. Anakulalia. Sasa hiyo unaweza pata hata amejisusulia. Bro tunapitia bana. Nikuulize. Beba mmadha ama dem na kushike hivyo. Bro. Hiyo ni best. Hiyo ndio mnapenda. Hiyo ni ka feeling nyingine tamu. Sasa si anajishikilia ndo asianguke. Sio mimi anashika makoti hivi. Kuna kwani koti nani amebeba? Si anashika ndo asianguke. Mimi niko ndani ya koti, yeye anashika. Amedi. Hiyo ka feeling inakuanga aje? Sema tu kweli. Hiyo feelings na hiyo ka feeling kuna vile wanga zinasema bana jo. Unajua hakuna kitu mbaya ukiwa umebeba customer na amekushika hivi bendera iko juu. So ubaya ni kugonga bumps. Unajua mwanaume akishikwa hivi hata kama tuko ndani ya koti ukishikwa hivi kuna vile una feel aje. Lakini wengine wananga feelings hizo. Wanachukulia kama job. Hakuna. Ka job gani? Hai wewe una job. Mbona usinisimamishe ukiona nimebebana uniambie simwambie akushike vizuri. Sio ni kazi yangu. Hata hajaona makosa. Ushaiambia mmoja ajishikilie? Hiyo kumwambia jishikilie hivi. Mimi namwambia wewe nishikilie. Si huku. Lakini anakuambia wewe. Kwanza mwingine tuseme huyu amezoea gari. Unajua tuseme anakuambia ndio first time yangu kupanda nduthi.
So utafanya nini? Unasikia tu amekugrab. Unamwambia seat belt ni? Hata umwambie ajishikilie. Yaani nadhani labda ashazoea zile ma sport bike. Unajua kinakuaga hivi ile design. So nadhani hii ni sport bike anakushika viti. Sinabidi tu kasonge. Lazima kosa si amejishikilia for own safety. Hiyo ndo seat belt iko. Unasalimianga kila mtu. Unaonaje? Na unaenda ukipiga ma brakes zile hakuna. Unaonaje? Ukisalimia kila mtu. Kabla wase watuambie ile experience wamepitia, ile maybe memorable experience. Thank you so much. This is the team show, na kama kawaida, here is where we talk matters behind the boardroom doors. Thank you so much to Look Media, behind the cameras, on the whole team. Thank you so much to Resounds Media, led by Ondiko kwa Sauti Poa. Thank you so much to Freatic Aqua Solutions, and a very big thank you to Aquafina Crystal Clear. Sheriff, unaweza kumbuka hii situation nishai kutokea hivi, huwezi sahau kwa historia Nduthi? Iko? Kwanza siwezi sahau. Ilikuwa day fulani hapo. Ilikuwa on Sunday. Nimetoka church. Mimi nikaingia mboka vizuri. So, sijui nini ilinishika. Kamwacha nikimbize Nduthi. Kidogo. Hata sikuwa nimewasha lights. Mtu hizi ndio huyo ako kwa simu. Na mimi ndio niko mbio. Nikamwambia kijana nilimkula. Ilikulwa. Akarukwa juu. What? Alisurvive. Hata sasa the best thing hata hakuumia sana. Ilikuwa tu ka fracture kidogo. So makosa ilikuwa ya nani? Yeye alikuwa kwa barabara ama ni wewe? Zilikuwa so sisi wote. Lakini unajua obvious ukiwa unaambiwanga you are the sober. Ukiwa driver. Ukiwa driver wewe ndio sober. Ndio sober. So mimi tu ndo nasema kitu ilinishtuanga maisha yangu kwa hii bike. Ya Abedi. Ushajipata kwa ngori fulani ukasema manza hii kwa lifetime imenifundisha lesson moja sober. Yeah. Yangu ni ile, unajua kwetu ukitoka home, ile kamteremko kakwaje? Iko steep Iko steep hivi. So nilikuwa nimetoka home nikasema acha nishuke kidogo, nifike tao alafu nirudi. So ile nimeshika tu barabara hivi, kumbe nut ya brake ilikuwa karibu kutoka. What? Ikatoka. Na nikushuka Sasa. Sasa hiyo bike nilikuwa nimeweka free. Kwa kona kukuja kutokea kwa kona, kigari ndio hii. What? Sasa hiyo bike haina brake. Gari hivi mimi hivi nikapita. Vile nilienda hivi, hapo chini kulikuwa na kona nyingine hivi. Sasa ndio uone sasa tao. Bike nikaiachilia. Mimi kando, bike ikaenda. Uzuri hapo shamba ilikuwa imelimwa. Mimi bike ikaendanga. Juu nilifanya kuiachilia ikiwa huku kwa hewa ikaenda, mimi nikaingia kwa shamba. Watu nilikuwa mchanga kila mahali. Wamadhe walikuwa hapo wamesema uui. Mimi niliamka hivi, wote wanasema uui. Mimi naangalia tu kila mtu, naangalia kwani hao wanapiga duru kwa nini. Kumbe bike ilienda, wewe ulishadunda. Mimi niko hapo nimekaa tu chini hivi. Juu nilikuwa nimeshtuka. So hiyo ndio time ilikuwa baya sana kwa life yangu. Life experience ya Nduthi. Hata sasa hii before niende naangalianga bike na hata una confirm ni kama msee wa gari vile anaangalia pressure nini. Hiyo ndio ilikuwa the worst day in my life, mambo na Nduthi. Wadau hapa umesikia conversation ya wasee wa bike. Na point umesha learn kitu moja, wasee wa bike wamesoma. Usionanga wasee wako kwa Nduthi hawajasoma. Wasee ni wasee learned.
Pili, ni wase organize. Umesikia pia wako na rules zao za vile wanafanyanga vitu, nini wako na masako. Manze big up wase. Now, kuna kitu moja wameshatuambia, na hii ni lesson ya wase wengine pia wanaendesha nduthi. Ni vizuri kufuata law, ni vizuri kukua kwa certain nini kama stage fulani yenye unaenda, make sure umeregister pale. Ndio pia kama kukitokea kitu kama ngori, wase wanakusort. Usikae hapo kama mwizi, usikae tao hata una stage. Ni poa kukua na stage. Pia wametuelimisha aje, kabla uingie kwa job ya nduthi, ni vizuri unaenda shule, unafundishwa kujua kuendesha bike, unakuwa na ile license ya story ya bike. Na pia kuna zile vitu wamekuambia lazima ufuate. Kama nduthi yako iko na insurance, by the way, insurance ni key, ndio? Ni very key in case of accident kama ile nduthi imeibiwa. By the way, kwa nduthi kuna kuwa na insurance commercial ama ni ainanga kama ya gari vile unasikianga kuna commercial, comprehensive I mean, na kuna third party. Ziko. Nduthi pia ni hivyo. So insurance, so pia umesikia ni vizuri wase wakuwe na insurance ya nduthi yao, because of in case of anything, theft, nini imeanguka. I think next time tukiave conversation ya wase wangu tuta include my expert, wase wakupeana nduthi, wase wa insurance, vitu kama hizo, ndio pia watuelimishe vile kunaendanga. On top of that, by the way, nataka kuambia wase wamesema nduthi actually inakuanga kama side hustle. So kumbe wase wa nduthi pia wako na job zingine wanafanya. For example, nataka at least watuambie in more details zile vitu zingine wanafanyanga. Wamesema wana PA system, DJ nini, na vile unaweza wa reach out pia, namba yao ya simu, unaweza wapataje, wanafanya events gani na gani, kama ni DJ anaweza tokea kwa event gani na gani, ndio tujue. Sheriff, Yes. nataka at least utupeleke na rada vile away from nduthi. Umetuambia uko na PA system. Ni PA system inaweza feed wase wangapi, inaweza kuwa kwa event gani, na unaweza patikana aje? Okay. Mimi niko na PA system na inaweza ingia kwa event yoyote kama burial, wedding, shows, birthdays, graduations. Inaweza feed wase tendia 50, zile za 50, 100 zikiwa zimejaa fit. Na kama na DJ, backup generator. Nice. Wase wanaweza kurecharge wakitaka services zako. Unaweza ni reach through my number. Niko na namba yangu 07 98 46 49 45 ama 07 51 35 28. Pia Instagram Hypernix Junix, TikTok Hypernix Junix. Yeah. Uko TikTok mzee? Bana. Mimi naitwa DJ Abedi, you can see the logo. DJ Abedi. Pia ukiangalia uko kofia. Mwanzo uko branded. Professional ama DJ. Nimekuwa kwa hii sekta ya DJ for more than 6 years. And pia niko na PA system yangu. Nice. Waduthi wako hii ni kama mko na do sana. Nitaona kando after hii. Mko ma sponsor. Mambo na PA system mwenye anataka kujua sana, niko na 5 mid speakers. Niko na bass 3. Niko na amp, niko na mixer, niko na microphones. Backup generator pia iko. Na DJ set. Niko na laptop, MacBook laptop. MacBook? Yeah. MacBook? Ya 2019. MacBook? Si ndio? Unatuchukulia aje? Mambo iko hivyo. Acha nifunge hiyo nianze mambo ya nduthi. MacBook? Si ndio? Niko na MacBook laptop ya 2019. Niko na machine SX Pioneer. Ile ya ku DJ. Yeah, alafu sasa tukipata event kubwa sana, event naweza host watu kama 5000. Tuna combine sound na nice. So tumegrow kutoka pale chini tukiendelea hivi. Pia niko na shop ya kuuza nguo za madem. Pia wewe ni nani? Yeah.
So iko pale iko pale Ajiri mse. Iko pale Machakos University. Sasa tuache mchezo ba. Iko pale Machakos University. Pia huyu ako na shop na hajasema. Sheriff uko na shop? Na hajasema. Bado ya kuuza manguo. Makladi. Yeye anauza kladi za wanaume Na maviatu. na viatu. Na pia nakuuzia avocado mchana. Yeah. So that's what we do. Mse anaweza kuricha utaje. Yeah, in Facebook Abednego. Facebook nimejiita majina yote. Full name. And Facebook by the way ndio nipea maclient wengi. So Facebook ni Abednego Mainge. Abednego Mainge. In short form naita hapo kwa bracket naweka DJ Abedi. DJ Abedi TikTok DJ Abedi, IG DJ Abedi. Yeah. Ile line wase wanaweza kupata nayo kwa haraka. Line msee anaweza nipata nayo akiwa na any kind of event. 0769 59 6384. 0769 59 6384. DJ Abedi. Na pia watu wa Nduthi tunapenda Mungu. Sema hiyo tena. Na pia watu wa Nduthi tunapenda Mungu. Sema mara ya 3. We love God. Watu wasione hivyo. Yeah, we go to church na some of us kuna watu wanatu depend. Kuna clip ingine niliona msee mwingine alikuwa anasema huyo watchman unamuona hapo kwenyu nje ni baba wa mtu, ni mume wa mtu. So the moment hapo unamuita takataka, jua kuna mtu mwingine anamuita my dad, my hubby, my what. So kama Nduthi, you respect the clan of motorbike. Nice. Yeah. Sheriff, Yes. tuma salamu kwa stage ya Kafoka. Wasi wakafoka nyi wote. Godha sana. Na Godha sana. my friends Manu na my mom and my family and my one and only jana yenyu hapa. Afanye nini? Oh God. Abedi. Piga salamu. Mimi nagotea wase wangu wa Kameo mostly. Kameo Yeah. Hao wase ni wase like wamejiorganize. Na pia ukiwa na shida wanatokea. Na hiyo ni stage watu wanaidharau but ni stage iko poa. Hebu taja wase wawili watatu mabeste. Acha niitaje tu mmoja. Toti na Star. Toti na Star. Ya alafu Kafoka nitaje chairman wetu. Saba chairman. God. Wakafoka. Yeah, so hao ni wase tu naweza wa big up. Ni wase wenye wana kama chairman wakafoka anakuambia tujitume man. Wanakuambia like sekta ya bike si hiyo peke yake. Nikuulize, machairman wa bikes pia wanaendesha hiyo Nduthi ama wao? Wako hapo. Huwezi kuwa chairman kama uendeshi. Yeah. Okay. Yeah, big up to our church. See Amazing Grace. Nice. Yeah, God love you. Manze nimekubali nyinyi wase wa church. Manze hadi unagotea wase wa church. Yeah. Overall chairman pia. Overall We chairman. salute you, sir. Overall chairman, Mr. Musembi Nguno. Mr. Musembi umetambulika leo manze. Anaitwa Nguno Godha Mgodhe. Huyo chairman. Manze umemvulia kofia? Musembi. Huyu jamaa ututetea bana. Huyo chairman achana na yeye. Ako ile na like tunashukuru Mungu kwa huyo. Ni ule msee. Come through anytime. Yenyewe. Hata ukiwa kwa gori gani haizi kuondokea. na ana class. Anaitwa nani? Nguno. Yeye unywa kipara. Mimi acha nisimuite hiyo ya Nguno. Lakini mimi namuita chairman Musembi. Chairman Musembi. Manze chairman Musembi watu wako wamekutambua sana. Yaani huyo ndio chairman wa kwanza nasikia kwa Masako. Anatambulika sana. And I think sasa next conversation lazima akue. Pia ambie aelimishe pia wase wa Nduthi, msikuwa mnafanya hivi, hii ndio the right way, na pia aonyeshe wase vile wanafaa kufanya. Yeah.
Asanteni sana come through. Manze tumeshukuru sana. Najua hii ilikuwa matime ya kukimbia wax kidogo, but mkaprefer mkuwe na sisi. A very big thank you. Asanteni sana, mmesikia wasee wa Nduthi ni wasee wa church na wamenifundisha. Umesema niku? Gotham God. Big up, thank you so much kusikiza conversation yetu. At least we've learned a lot from these guys that si vile tunaonanga ni wase wamesoma, wase learned, wase at least wana follow the law ya hii country, wase wameungana pamoja, wase wameshikana pamoja. Umesikia hata wako na machairman wanawatambua. So ni wase wako pamoja. So a very big thank you for joining us. This is the Team Show. Until the next episode, keep it locked. God.